Ndugu mtazamaji, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kimesema hakitambui siku 100 za uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, kikisisitiza kuwa chanzo cha mgogoro wa kisiasa uliopo ni uchaguzi ambao haukuwa na uhuru wala uhalali. Akizungumza katika mahojiano na vyombo vya habari, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, John Heche, alisema chama chake hakina msingi wa kutambua uongozi uliopo kwa kuwa kwa mtazamo wao uchaguzi haukufanyika kwa kufuata katiba na misingi ya demokrasia. Kwa sababu uchaguzi haukufanikiwa, hatutambui waliopo madarakani. Walijipachika madarakani kinyume na katiba yetu, wakitumia nguvu ya silaha kudhibiti mamlaka, hali iliyosababisha vifo vya watu wengi, alisema Heche. Heche alisisitiza kuwa Chadema haikususia uchaguzi, bali kinachopingwa ni mchakato mzima wa uchaguzi huo, akidai kuwa haukutoa nafasi ya wananchi kupiga kura kwa uhuru wala matokeo kuhesabiwa na kutangazwa kwa uwazi. Hatujasusia uchaguzi, hakukuwa na kura zilizopigwa na kuhesabiwa ipasavyo, hakukuwa na utaratibu. Uchaguzi wa kweli ni ule unaompa mwananchi haki ya kupiga kura kwa uhuru, kura zikahesabiwa na matokeo yakatangazwa hadharani, aliongeza Heche. Kuhusu juhudi za maridhiano ya kisiasa nchini humo, Heche alieleza mashaka yake juu ya tume na kamati zilizoundwa na serikali kuchunguza matukio ya vurugu yaliyoripotiwa kutokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025, akisema hazina uhalali wa kisheria wala maadili. Huo ni haki mtu kuwa hakimu wa kesi yake mwenyewe. Huu ni uhalifu, kuua watu na kuharibu utu wa nchi. Serikali haiwezi kujitwalia jukumu la kujisafisha yenyewe, alisema John Heche. Kwa mujibu wa Heche, tatizo la maridhiano nchini Tanzania ni kukosekana kwa misingi imara ya kikatiba, akidai kuwa bila katiba mpya na uchaguzi huru na wa haki, maridhiano yanabaki kuwa ya juu bila kutoa suluhisho la kudumu. Hakuna maridhiano ya kweli bila katiba mpya, hakuna suluhisho mpaka wananchi waamue nani awaongoze kupitia uchaguzi huru na wa haki, alisema Heche. Aliongeza kuwa Chadema haiwezi kufanya maamuzi ya msingi bila kufuata taratibu za chama, ikiwemo kufanya vikao vya kusikiliza sauti za wanachama, hasa ikizingatiwa kuwa kuna familia zilizopoteza ndugu zao wakati wa machafuko ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Watu wamepoteza wapendwa wao na bado hawajapata haki. Waliotekeleza uhalifu bado wako madarakani na hawajaadhibiwa. Hali hii haiwezi kutatuliwa kwa maridhiano ya kisiasa pekee, alimaliza Heche. Heche alihitimisha kwa kusisitiza kuwa suluhisho la moja kwa moja na salama kwa mgogoro wa kisiasa uliopo ni kuitisha uchaguzi mpya wa haki na wa kweli. Njia rahisi na salama ni kuwapa wananchi nafasi ya kufanya uchaguzi mpya ili wachague kiongozi wanayempenda, alisema Heche. Kauli za Chadema zinakuja wakati Rais Samia Suluhu Hassan akitimiza siku 100 tangu kuanza muhula wake mpya wa uongozi, kipindi ambacho serikali yake imeendelea kukumbwa na tuhuma kutoka kwa makundi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi kuhusu hali ya haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari, nafasi ya vyama vya upinzani na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Hadi sasa serikali haijajibu moja kwa moja hoja mahususi zilizotolewa na Chadema kuhusu uhalali wa uchaguzi, madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na wito wa kuitishwa kwa uchaguzi mpya. Badala yake, viongozi wa serikali wamekuwa wakisisitiza kwa nyakati tofauti kuwa kipaumbele chao kikuu ni kulinda amani na utulivu wa nchi, kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha kuwa taasisi za dola zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali pia imeeleza kuwa inaendelea kufungua nafasi ya mazungumzo na maridhiano ya kisiasa, ikisema hatua hizo zinalenga kudumisha mshikamano wa kitaifa na kuzuia nchi kuingia katika migawanyiko ya kisiasa kama ilivyo nchi za jirani, yani Sudani na Somalia. Hata hivyo, wakosoaji wanasema msimamo huo haujajibiwa kwa vitendo vinavyoonekana, hususan katika kushughulikia madai ya uwajibikaji kwa matukio ya vurugu za uchaguzi na kulinda kikamilifu uhuru wa vyama vya upinzani, vyombo vya habari na haki ya kujieleza. Katika mazingira hayo, mjadala mpana kuhusu mustakabali wa maridhiano ya kisiasa, uhalali wa mchakato wa uchaguzi na hali ya demokrasia nchini Tanzania unaendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya serikali na upinzani, huku macho ya wadau wa ndani na jumuiya ya kimataifa yakiendelea kufuatilia kwa ukaribu hatua zitakazochukuliwa na pande zote mbili. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua, tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief.
Hii ndiyo Sauti ya Wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.